Katika kitabu kimoja kinaheshimika sana na Waislamu, kinasimulia maisha ya Mtume Muhammad tangu kuzaliwa kwake, maisha yake na sifa zake na mwisho wake pia. Hiki kitabu kimeandikwa na mwanazuoni mmoja kutoka Madina aliyeitwa Jafar al-Bazanji, ambaye aliandika hiki kitabu katika lugha ya Kiarabu. Huyu Jafar anaheshimika sana katika Uislamu. Aliishi katika karne ya 18. Heshima yake ubwana ni sawa na heshima ambayo tunampa Luka baada ya kutusimulia maisha ya Kristo Yesu, ingawa alikuwa anamwandikia mtukufu Teofilo, akimwandikia vitabu viwili. Kitabu cha kwanza alikiandika cha Luka akimlenga yeye mtukufu Teofilo, akitusimulia kutoka A to Z maisha ya Yesu Kristo aliyoishi hapa duniani mpaka kufa na kufufuka kwake. Lakini akaandika pia kitabu cha Matendo ya Mitume akimalizia kile alichoanza kukisimulia katika kitabu cha Luka. Sasa huyu Jafar al-Bazanji anaheshimika hivyo hivyo katika Uislamu, ni mwanazuoni mkubwa sana. Sasa huyu alikiandika kwa lugha ya Kiarabu. Yuko mwanazuoni mwingine katika Afrika Mashariki ambaye aliwahi kuishi Tanzania pale Zanzibar kama chief kadhi wa Zanzibar, anaitwa Abdalla Saleh Felsi. Huyu alihamia baadaye Kenya, na Kenya kule akapewa pia chief kadhi wa Kenya. Huyu ndiye aliyekitafsiri kwa Kiswahili hiki kitabu, na wengi hawajui, wanadhani yeye ndiyo mwandishi, lakini yeye alikitafsiri tu. Pale nchini Kenya, huyu Sheikh Abdalla amefanya kazi takriban miaka 14, ukiacha ile miaka aliyofanya kazi Zanzibar kutoka mwaka 1960 na 1967. Sasa huyu akakitafsiri kile kitabu. Katika ule ukurasa wa 6 anatusimulia kwamba ile siku Muhamadi aliyozaliwa zikafuatana bishara za majini wakisema, amezaliwa kipenzi cha Mwenyezi Mungu na amestahiki furaha. Kwa hiyo ile siku Muhammad anapozaliwa, makundi ya majini ndio alifuatana kumsherekea kuzaliwa kwake. Tunaelewana vizuri? Ile siku Yesu anayozaliwa, Luka anatusimulia sasa, anasema katika ile sura ya 2 mstari wa 13 na wa 14, mara walikuwepo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu wakisema, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Wakati Yesu anazaliwa, malaika wanamsifu Mungu. Wakati Muhammad anazaliwa, majini walikuwepo wakisifu. Na ikumbukwe tu kwamba majini ni mashetani. Tusome kile kitabu cha huyu Jafar al-Bazanji ambacho alikiandika, na mtafsiri ni huyu Sheikh Abdalla. Akaandika katika ule ukurasa wa 31 akasema, na katika safari yake, yani Muhammad, ya kurejea Taifu, wakamjia majini na wakaslimu. Majini asili yao ni mashetwani, ndivyo kinavyosema hiki kitabu. Njoo usome katika Qur'an, surati Al-Jin sura ya 72. Sema ni sawa na kusema andika. Sasa nasema sema, nimefunuliwa ya kwamba kundi la majini limesikiliza likasema, hakika sisi tumesikiliza Qur'ani ya ajabu, inaongozwa katika uongofu, tumeiamini. Hayo ni majini eti anasema tumesikiliza vizuri Qur'ani ya ajabu, inaongozwa katika uongofu, tumeiamini. Yaani majini yameiamini Qur'ani tukufu ya Kiislamu. Katika surat Al-Akaf sura ya 46, hicho hicho kitabu cha Qur'an, aya ya 29 hadi ya 32,
utaona maneno haya: kundi la majini lilimsikiliza Mtume Muhammadi akisoma Qur'ani, kisha likarudi kwa watu wao na kuwaonya pamoja na kuwalingania wamwamini Mungu. Maana yake ni kwamba kundi la majini likasikiliza speech alizokuwa natoa Muhammad kupitia Qur'an, likaenda likahubiri kwa watu kwamba jamani, mwaminini Mungu, tumeiamini ile Qur'an. Just imagine. Kwa hiyo kwa mujibu wa Waislamu, majini ni viumbe vya Mwenyezi Mungu, mapepo ni viumbe vya Mwenyezi Mungu. Ukisoma vizuri sisi kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12 mstari wa 7, Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka Ibilisi aitwaye Shetani, akakung'utwa, akapigwa. Baada ya kupigwa, wakatupwa duniani, yeye pamoja na malaika zake, ambapo duniani hawaitwi malaika, kule kuzimu hawaitwi malaika, ndio wanaoitwa majini na mapepo, wanaosumbua watu, na ndio wale ambao Yesu alipokuja akasema, toeni pepo, ponyeni wagonjwa, fufueni hata wafu, mmepewa bure, toeni bure. Wanafunzi wake waliwahi mshuhudia Yesu baada ya kutoka kwenye huduma, wakamwambia Yesu, tumeona hata mapepo yakitutii kwa jina lako. Watu walifunguliwa na nguvu za majini, nguvu za mapepo. Alafu leo hii eti wanashangilia kuzaliwa kwa Mtume Muhammad. Okay, kama ile siku anaozaliwa tu Muhammad walikuja wanashangilia majini, maana yake walikuwa bado hawajasilimu, kwa sababu walikuja kusilimu baada ya kuwa Muhammad ameshushiwa kitabu kitwacho Qur'ani huko mbeleni. Mbona hapa inaonekana walikuwa na urafiki toka nazaliwa, manake tangu tumboni, toka nazaliwa. Muhammad chanzo cha kutokea kwake ni nini? Ni Mungu au ndio wale ambao Yesu alishasema kwamba ninyi ni wa baba yenu Shetani, ndio maana amniamini mimi, kwa sababu mnapenda kusikiliza vya Shetani ambaye ni baba yenu ninyi? Inakuwaje wanakuja kuslimu majini baadaye, wakati Muhammad ameshakuwa mpaka nasoma Qur'ani wanaiamini, wakati wanaonekana walimwamini toka anapozaliwa? Sitarajii kuona eti kuna mtu ananiambia, kwani nimepata mchumba wa Kiislamu anasema baadaye atabadili dini tukishaoana. Na ukiona Mkristo tena anaslimu, anatoka kwenye Ukristo anaenda kule, uwe na uhakika hakuwa anajua chochote, hakuna anachokijua juu ya Uislamu, hata neno la Mungu hakuwa nalo, kwa sababu neno la Mungu kisha kuwa nalo linakupa nuru. Unajua njia ya upotevu ikoje, unajua dini ya Shetani ikoje na inafananaje, unajua misingi na misimamo ya dini za kishetani. Tuna kazi kubwa ya kwenda kupeleka Injili, sio hata mbali, kwa wenzetu hawa ambao wanashinda misikitini, wanakita vichwa vyao chini mpaka vinatengeneza alama hapa. Tuna kazi kubwa ya kuwahubiria watu wamwamini Yesu Kristo, na tunamwamini kabla Yesu hajaja tutapata idadi kubwa ya Waislamu ambao watakuja huku na watakubali kufundishika. Sio anakuja anataka awe mhubiri tena hapo hapo. Akae chini, anaolewe, apikwe na apikike kweli kweli, ndipo aruhusiwe kwenda kuihubiri Injili huko na kuwahubiria wenzie wote. Bwana Yesu asifiwe.